Kama mlivyosikia katika tangazo lililopita mitaani kwenu kwamba kongamano hili ni la mawaidha na dua, hivyo kabla ya kumwomba Allah lazima tuzigonge nafsi zetu, tukumbushane kwa yale ambayo yatatupa faida kwa ajili ya dunia yetu na akhira yetu. Na hapa tukianzia katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema kwamba walladhina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Yeyote anayejitahidi kwa ajili ya Allah, yeyote anayepambana kwa ajili ya Allah, yeyote anayeshikilia matumaini yake kwa Allah, Allah anasema lanahdiyanahum subulana, huyu tutamuongoza katika njia yetu, tutamuongoza katika njia yetu, kwa sababu katumia muda wake, akili yake, mali zake, nguvu zake, nafasi yake kwa ajili ya Mola wake. Lazima Allah atakuongoza njia. Kwa nini? Kwa sababu wa inna Allaha la ma'al muhsinin, Allah yu pamoja na watu wema, Allah yu pamoja na watendao matendo mazuri. Wewe ni mtendaji mazuri, ndiyo maana umekuja katika viwanja hivi. Lengo kubwa la kuumbwa sisi ni nini? Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wameumbwa hawa binadamu na majini ili wafanye ibada, wampokeshe Allah mmoja, waishi katika uvuli ule ule alokuja nao Nabii Adam, akauacha kwa Nabii Shith, akauleta kwa Nabii Idris, ukaja kwa Nabii Nuh, ukaja mpaka kwa Mtume Muhammad. Kwa hiyo kama utaishi katika uvuli mmoja huo, bila ya shaka wewe upo katika lengo sahihi na hujatoka katika malengo. Ila tunaishi duniani, sababu ya kuumbwa ni ibada, maamrisho yako pale pale, wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Hawajaamrishwa jambo lingine viumbe ila kumuabudu Allah kwa kumtakasia dini yake. Mmeamrishwa kufanya ibada ili muitakase dini ya Allah. Kama utafanya biashara, hiyo ni sababu, ni option tu, ili uweze kuishi, upate chakula, ulishe watoto, ulipe nyumba na ufanye harakati zingine za kimaisha. Kama utaenda kulima, hiyo ni sababu tu, miongoni mwa sababu za wewe kuishi, lakini lengo kubwa ni kumuabudu Allah, lengo kubwa ni kumpokesha Allah. Na hapa kidogo nitazama ili tuangalie binadamu, tumetoka katika lengo au bado tupo katika lengo? Na kama tumetoka katika lengo, kila mmoja aishike nafsi yake, kila mmoja aishike nafsi yake jioni hii, aikague kisawasawa, ili ukitoka hapa usijilaumu wewe, usinilaumu mimi, usimlaumu Mola wako, usimlaumu Mtume, bali ilaumu nafsi ambayo Allah aliipandikiza katika kiwiliwili chako. Kwa nini? Tumesoma kwamba lengo la kuumbwa viumbe ni ibada. Moja miongoni mwa ibada ni swala. Swala hizi ambazo tumeamrishwa tufanye kwa ulazima, lazima tuswali swala 5 ili tukidhi vigezo vya kuwa binadamu kamili. Tuisome Qur'ani, kitabu ambacho Allah amekieta kwetu, litukhrija nasa min adh-dhulumati ila an-nur, ili kiwatoe watu gizani kiwalete katika nuru. Tukaambiwa tutoe sadaka ili tutengeneze njia salama, tusafishe miili yetu na nafsi zetu. Tukikusanya mali, tukitoe zaka ili tuweze kukidhi vigezo vya kuyapambania yale ambayo Allah kayaumba katika mgongo wa ardhi. Alafu kuna kumpwekesha Allah kwa kufanya dua, na ndio maana ikaja Qur'ani ili tufundishe. Allah subhanahu wa ta'ala akaituma Qur'ani kwa Mtume Muhammad. Alipoileta Qur'ani, akaijalia Qur'ani hiyo ulionayo nyumbani kwako ikiwa na juzuu 30. Qur'ani ikawa na sura 114. Qur'ani ikawa na aya 6236. Allah akaileta hii Qur'ani akamkabidhi Mtume Muhammad.
akasema watammatu kalimati rabbika sidqan wa adla la mubadila likalimati, imekamilika hii Qur'ani ambayo ni maneno ya Mola wako, imekamilika kwa uadilifu na haki, hayuko atakayebadili maneno ya Allah. Qur'ani ikaja kwa mtume, ikahifadhiwa katika vifua vya maswahaba, ikaandikwa katika mifupa ya wanyama, ikaandikwa katika mawe, katika maganda ya miti. Qur'ani ikaishi katika mazingira tofauti. Baadaye Qur'ani ikakusanywa na kuwa sehemu moja, baadaye ikaja kuandikwa kwenye karatasi. Na hili linatokea pale ambapo teknolojia zinazidi kuchachamaa, na haya ni kwa sababu nabii ni mmoja miongoni mwa mitume waliopewa miujiza ya kipekee, ambaye akawa ni nabii wa sayansi na teknolojia, ambayo Allah anasema wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka adhima, tukakufundisha yale ambayo ulikuwa huyajui na fadhila za Allah kwako ni kubwa. Qur'ani ikaja katika mgongo wa ardhi. Hadi leo mimi na wewe tunaiona hii Qur'ani, madrasa inafundishwa, misikitini tunaswalia, katika hitma tunasoma, katika dua tunasoma, tunaitumia katika mambo yetu wanadamu wa Kiislamu. Tuelewe ya kuwa Qur'ani imekuja ili itusawazishie njia, litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur, kwa sababu imekuja kwa mtume. Tumeiteremsha kwa mtume kwa ajili ya watu, litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur, ili watoe katika dimbwi la giza uwalete katika nuru, binadamu waishi katika nuru. Ikaja Qur'ani, ukiachilia mbali juzuu 30 sura 114 aya 6236, Qur'ani ikagawanyika mafungu matano, na ndiyo lengo kila mmoja aondoke na hili masikioni mwake. Tuseme inshallah, tuseme tena inshallah. Qur'ani ikagawanyika mafungu matano. Fungu la kwanza ni tauhid. Sehemu ya kwanza ya Qur'ani, zile kurasa zote unazoziona, zile karatasi zote unazoziona zimegawanyika makundi matano. Kundi la kwanza ni tauhidi. Tauhidi maana yake upweke wa Mungu mmoja. Upweke wa Mungu mmoja. Ni nani huyo? Ni nani huyo? Alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakun lahu shariku fil mulk wa lam yakun lahu waliyyu min adh-dhull wa kabiruhu takbira. Sifa zote ni zake Allah, ambaye hakujifanyia mtoto. Wa lam yakun lahu shariku fil mulk, wala hana mshirika katika ufalme wake. Walam yakun lahu waliyyu min adh-dhull, wala hana rafiki katika uungu wake. Wakabiruhu takbira, mtukuze huyu Mungu kwa sifa kubwa kubwa. Kwa hiyo yule anayetakiwa kutambulika duniani kuwa ni Mungu mmoja ni yule ambaye hakujifanyia mtoto, ni yule ambaye hana mshirika, ni yule ambaye hana rafiki katika uungu wake. Kwa hiyo ukisikia yuko Mungu kajifanyia mtoto, yule sio Mungu mmoja. Ukisikia Mungu anaye msaidizi, yule sio Mungu wa kweli na wasahihi na mmoja. Ukisikia Mungu anaye mrithi, atakayerithi kiti chake cha enzi, yule sio Mungu sahihi. Qur'ani ikaja na tauhidi kumpwekesha Mungu mmoja, ambaye sio Mungu Baba, wala sio Mungu Mwana, wala sio Mungu mtakatifu. Huyu ni Mungu mmoja Allah, akaileta sura nzima ambayo imebeba uzito mkubwa sana. Hii inaitwa Suratul Ikhlas, kwa lugha nyingine Suratul Ahad, sura ya upweke. Inasema hivi: A'udhu billahi minash shaitani rrajim,
Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hiyo ndiyo suratul Ahad, au kwa lugha maarufu na ya kisheria suratul Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad, sema Muhammad, mimi nimekupa hii Qur'ani, ndo Allah huyo ukishampa Qur'ani Muhammad anamwambia sema. Tena mtume alipokuwa kama hii microphone, mtume alikuwa kama hii microphone, mfano tu. Yani hii microphone ni kwamba haiwezi kutoa sauti isipokuwa kile nitakachosema mimi. Uongo kweli? Ma yantiqu anil hawa, ndo hiyo mtume alikuwa nayo. Yani mtume anaambiwa na Allah qul, na yeye akaripiti hivyo hivyo qul, sema, ili kuthibitisha hajatunga mtume haya kayasema Mungu. Qul huwa Allahu ahad, sema hakika Mungu ni mmoja. Lam yalid, huyu Mungu hakuzaa, wala yulad, wala hakuzaliwa, wala yakul lahu kufuwan ahad, wala hana mfano wowote, hafanani na yeyote. Qur'ani ikaja na tauhid, kumpwekesha Allah mmoja, ili binadamu wanapoabudu wamwabudu Mungu mmoja, wanapoomba wamuombe Mungu mmoja, wanapotegemea wamtegemee Mungu mmoja, wanapokimbilia wamkimbilie Mungu mmoja ambaye ni Allahu subhanahu wa ta'ala. Tumsalie mtume. Hii ni tauhid, upweke wake Allah. Kila mwanadamu lazima ampwekeshe Mungu mmoja, na Qur'ani imekuja kutufunza haya. Na leo nazungumza kidogo nanyi Waislamu ili muweze kuyaelewa. Je, ni kweli nafsi yako wewe Muislamu uliyepakata Qur'ani katika kifua chako, nafsi yako imesimama kwa huyu Mungu mmoja, au ndani yake una visiki unavyoegemea? Kila mmoja ajikague, ili ukiondoka kwenye viwanja hivi usimlaumu yeyote. Ni kweli umesimama katika tauhidi ya sawa? Umempwekesha Mungu mmoja? Kama ni kweli sema alhamdulillah, na kama si kweli sema astaghfirullah. Sahau, futa, badilisha mapito. Kwa sababu kama utadai wewe unamwamini Allah mmoja, lakini unapokuwa na shida unakata tamaa na rehma za Mungu yule ambaye wewe unamuamini, na yeye kesha sema qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, sema enyi waja wangu mlojikatia tamaa nafsi zenu, nyinyi mlokata tamaa na haya maisha, kwamba mimi naumwa sana siponi, mimi natafuta sana riziki sipati, mimi natafuta ndoa sipati, nikiwa kwenye ndoa situlii, nimekaa kwenye ndoa sipati mtoto, nimefanya makosa sana sina msamaha, nimetumia sana mingokaa, nimekunywa pombe, nimevuta bange, nimezini sana, mimi na Mungu hatuna urafiki, wasa tu nikae. La taqnatu min rahmatillah, usikate tamaa na rehma za Allah. Usije ukasarenda kamwe, kwa sababu inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, Allah husamehe kila dhambi. Kama umeshawahi kwenda kuweka chale kwenye mwili wako ili kujitengenezea kinga isiyotoka kwa Mola wako, tubia, mwambie Allah, nimekosea, mimi nimeenda kukushirikisha, muombe msamaha. Kama umeshaenda kule ukamchinja mnyama katika njia haramu, mwambie Mola wangu, ya Rabbi, mimi nishawahi kuua, mimi nimechinja kuku nikaoga damu, nimechinja mbuzi nikamzika kichwa mlangoni kwangu. Tubia, Allah atakusamehe. Kama umetafuta riziki sana bado mambo hayajaenda, usikate tamaa. Kwa kila wakati kuna majira yake, kwa kila wakati kuna majira yake. Leo utakula, kesho utalala njaa. Na hivi ndivyo Mtume alivyokuwa anapenda sana maisha yake yaende, mpaka wakamuuliza, ya Rasulullah, hii hali umeionaje? Akasema, mimi napenda sana leo nishibe, kesho nilale na njaa, kwa sababu ni katika tukio
baada ya vita vya Khandak, kuna ukame ulitokea wa ukosekanaji wa riziki, chakula kilikuwa mtihani, mpaka baadhi ya maswahaba na mtume wakafunga mawe matumboni kwao ili kuzuia njaa. Na mtume aliambiwa na Allah, wewe muombe Allah akupe chochote. Mtume alikuwa na dua ya kuomba Allah abadilishe milima yote ya duniani iwe dhahabu. Akasema, siwezi kufanya hayo, mimi nataka leo nishibe, kesho nilale na njaa. Kwa nini? Nikishiba leo nitamshukuru Allah kwa kuwa nimeshiba, nikilala njaa kesho nitamkumbuka Mola wangu nimuombe. Sasa kwa nini wewe unakata tamaa? Usikate tamaa. Unaposhiba sema alhamdulillah. Unapolala na njaa mdhukuru Allah, mtaje Allah, muombe Allah, ukijua kwamba kwa kila wakati kuna majira yake. Usikate tamaa kamwe. Hii ni tauhidi binadamu, tumpokeshe Allah subhanahu wa ta'ala. Sehemu ya pili ni tabshir, habari njema. Qur'ani imekuja na habari njema. Binadamu mliyemuamini Allah mmoja, mkamwabudu Allah mmoja, mkamtegemea Allah mmoja, kama nyinyi binadamu mtaishi katika njia ya kisawasawa, mkaswali, mkafunga, mkatoa sadaka, mkatoa zaka, mkajizuia na maasi, wenye uwezo wakaenda Maka kuhiji, mkasaidia wasiojiweza, mkaishi vyema na majirani, mkahamiliana na watu vizuri, Allah kawaahidini pepo. Kama imani yenu ni ya kisawasawa, Allah amesema ulaika humul warithun, hawa ndio warithi wa pepo. Walladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun, ndio watakaurithi pepo ya Firdausi wakae milele. Hawa walioswali, waliojistiri, waliotoa mali, waliotulia katika swala, hawa waliohifadhi tupu zao, wakahifadhi miili yao, wakajitunza kisawasawa, hawa watairithi pepo ya Allah. Hii ni tabshir, ni habari njema. Binadamu ukiswali utaenda pepuni, ukifunga utaenda pepuni, ukimtegemea Allah utaenda pepuni, ukitoa sadaka lazima utakula pepo. Hii ni tabshir, habari njema, sehemu ya pili ya Qur'an. Na sehemu ya tatu ya Qur'an ni indhar, makemeo. Kumekuja aya chungu nzima ndani ya Qur'an zinawakemea watu. Qur'ani inawakemea watu. Binadamu yeyote atakayeacha kuswali, atakayeacha kumtegemea Allah, atakayeacha kutoa mali zake kwa ajili ya Allah, atakayekwenda vitofauti na Uislamu, huyu atakwenda motoni. Na mmoja miongoni mwa adhabu kali, tumesoma katika Qur'an ahadithi za Bwana Mtume kwamba yeyote aliyekufa kwa kumshirikisha Allah, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bi, Allah ana msamaha na yeyote aliyemshirikisha, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, Allah usamehe dhambi baadhi kwa watu hawatakao. Wa man yushriki billahi, yeyote atakayemshirikisha Allah, wa dhala dhalalan ba'ida, huyu amepotea upotevu wa mbali. Kwa hiyo wewe mwanadamu wa Kiislamu, kama utamshirikisha Mola wako alafu kuna watu wataenda motoni, wewe ndio utakuwa kuni ya kuwachomea. Kama ambavyo wewe ili uweze kutengeneza chakula kiive vizuri lazima utafute kuni, lazima utafute mkaa, lazima utafute gas, lazima utafute moto utakao kuwezesha wewe kuandaa chakula kiive vizuri. Sasa ule mkaa unavoteketea pale ili kukuivishia maharage yako, kama wewe utaishi vibaya duniani, na wewe ndio utakuwa ule mkaa wa kuwachomea watu jehanamu. Hii ni indhar, ni makemeo. Kila mwanadamu anatakiwa warudi katika mstari, aishi vyema katika ulimwengu huu wa Allah. Sehemu ya 4 ya Qur'an ni al-qasas, ni historia. Sehemu ya 4 ni historia.
tumepewa historia kubwa sana ndani ya Qur'an, na tunakuwa tukisoma habari za Adam, tunasoma habari za Luthi, sawa Kuna watu kule wakati wa Luthi walikuwa wanaume wanawatenga wanawake, wanatongozana wenyewe kwa wenyewe. Yaani sio siri, utamkuta jitu zimaji baba lina mijidevu linamwendea mwanaume mwenzake, linaanza kumtungia mistari. Vipi baby, mtoto mzuri unapendeza mashallah. Yaani anamtungia mistari mwanaume mwenzie mwenye devu. Mwisho wa siku wanamuasi Mwenyezi Mungu kwa kuingiliana kinyume na maumbile. Allah alikasirika kwa matendo hayo, alijalia ardhi igeuzwe kutoka chini kuja juu, wakadidimia katika ardhi. Kwa nini? Kwa sababu hawa walienda vitofauti na sheria, wao waliendea sheria kinyume. Kwa hiyo kama yuko binadamu ambaye anaishi katika mazingira hayo, ambayo sasa hivi hii ndio imekuwa fashion. Hii imekuwa fashion. Zamani ilikuwa tumesoma katika historia, watu wa Luthi walikuwa wanaingiliana wanaume kwa wanaume, wakati mwingine kwa bahati mbaya, lakini Allah aliwaonya wakakataa kuonyeka. Sasa hivi wanafunga ndoa wanaume kwa wanaume, wanafunga ndoa wanawake kwa wanawake. Sasa hivi watu walivyomuona Mwenyezi Mungu huyu na hii ni kwa sababu ya dua ya Mtume Muhammad, ndio watu wanacheza sana, kwa sababu zamani ilikuwa hivi, ukifanya dhambi unaadhibiwa papo hapo. Tena Allah alikuwa anateremsha gharika, kama mtafanya watu 5 na nyinyi mpo watu 100, kwa sababu ya watu 5 waliofanya hayo, wengine wakaadhibiwa. Siku moja Allah subhanahu wa ta'ala alimtuma malaika Jibril aende akaangamize kijiji fulani. Jibril akimuuliza Allah, wamefanya kosa gani hawa? Tupu 70 za wanaume zimeingilia tupu 70 za wanawake, yaani wanaume 70 na wanawake 70 wamejifungia sehemu, wanafanya zinaa usiku wa leo. Kwa sababu ya makosa hayo mimi nimekasirika, nenda kawaangamize. Alipofika Jibril akakichukua hicho kijiji, akapanda nacho juu. Alipopanda nacho juu akataka akishushe chini. Alipokaribia kukishusha chini katika hicho kijiji, akasikia sauti ya mwanamke ambaye ametoka kujifungua, ana kitoto kidogo mno, ndo kimetoka tumboni. Hicho kitoto kinalia mno, kinalia kwa sababu ya mtingishiko wa ardhi. Sasa mama yake alivyoona mtoto anavyolia kwa uchungu, akasogea karibu yake, akamwambia, inna Allaha halimun la ya'jalu nuquba ala man aswahu. Mwanangu, hakika Allah ni mpole, hana wasiwasi kuadhibu watu wanaomuasi yeye. Yule mama alivyozungumza kauli hii ikamfikia Allah as-Samiu, Allah anayesikia, Allah asiyepitwa na jambo, Allah asiyesinzia. Akasikia sauti yule mama anazungumza na mwanaye kumwambia hivi kwamba hakika Allah ni mpole, hana wasiwasi anapoamua kuwaadhibu watu wanaomuasi. Allah akamwambia Jibril, shusha kijiji nafasi yake. Katika huo mji kuna mwanamke amezungumza maneno ya busara, maneno yenye hikma, maneno mazuri, yameondoa hasira yangu. Shusha kijiji nafasi yake. Jibril akakirudisha hicho kijiji kwenye nafasi yake, kwa sababu ya mtu mmoja kukumbuka ukuu wa Allah. Na wewe inakubidi ukumbuke ukuu wa Allah, inabidi ukumbuke ukubwa wa Allah katika kila jambo. Na kabla ya kufanya chochote jiulize, kaifa abda, nianze vipi kufanya hili? Nimeshajifungia ndani, sawa, watu hawanioni, Allah hanioni pia. Wa min aina abda, utafanyaje hilo jambo? Je, hivi mimi viungo hivi nilivyopewa na Mwenyezi Mungu ni kwa ajili ya kuiba? Viungo hivi ni kwa ajili ya kuua? Viungo hivi ni kwa ajili ya kufanya mabaya? Inabidi ujiulize maswali haya, kwa sababu kila sehemu unayoijua wewe, Allahu fi kulli taharikatin
wa fi kulli taskinatin lahu shahidu. Allah katika kila sehemu panapokuwa na vurugu, palipotulia, Allah anashuhudia kinachoendelea. Ukisema mimi nipo sokoni hapa, kila mmoja anaongea kwake, Allah anajua kila mmoja anachoongea. Ukijifungia peke yako ufanye mabaya, Allah anasikia na anakuona pia. Hivyo unatakiwa ujiulize maswala hayo, ukijua adhabu za Allah zipo karibu yako. Na leo zinaa ndio imekuwa fashion, zinaa ndio imekuwa dili, zinaa leo ndio imekuwa maisha ya watu. Yaani mtu hajazini hajajihisi salama, mtu hajamuasi Allah hajajihisi salama, mtu hajaiba hajajihisi salama, mtu hajadhulumu hajajihisi salama, mtu hajasengenya hajajihisi salama. Yani lazima tu ukosee ndio ujihisi wewe umekamilika. Na imekuwa leo binadamu tunaishi kwa kanuni hiyo. Mbona watu wengi wanafanya bwana, kwa nini mimi nisifanye? Usiwaangalie wale watu wengi kwa nini wanafanya, bali muangalie Mola wako anataka wewe ufanye nini. Hii ni sehemu ya 5 ya Qur'an, na sehemu ya 4, na sehemu ya 5 ni dua. Na hapa ndo nitakomea ili tuingie katika dua. Tuseme inshallah tunaingia katika dua. Nakomea hapa ili tuingie katika dua. Sehemu ya 5 ya Qur'ani ni dua. Allah ameiteremsha Qur'ani ili tumuombe. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani. Wanapokuuliza waja wangu kuhusu mimi, waambie hakika mimi nipo karibu sana, nipo karibu mno kumuomba, yani kuwajibu waja wangu pindi wanaponiomba. Na ndio sababu leo tumekusanyika hapa ili tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutukidhia mahitaji yetu. Tuseme inshallah, tuseme tena inshallah. Kwa kuwa muda unaenda na jua likitua magharibi lazima kuadhiniwe, nistopie hapa. Nimekuja ndo kwanza nimefika. Barik lana fi ulamaina ya rabbana ya man nawwarta ad-dar.